taswira mpya ya Mogadishu. Mandhari yanazidi kubadilika kwa majengo marefu na ya kisasa, yakichukua nafasi ya magofu yaliyotambulisha mji huu kwa miaka mingi. Fatia na Sadia ni miongoni mwa vijana wanaongoza mageuzi haya yenye matumaini mapya. Wakiwa na umri wa miaka 24 tu, wahandisi hawa wanafunja vikwazo vya kijinsia katika tasnia ya uhandisi inayowatawalia na wanaume. Magaalada sidii hadda tahay ma ahayn. Nilipokuwa mdogo, mji haukuwa kama ulivyo leo. Kulikuwa na vita, majengo yalikuwa machache na mji haukuwa unakuwa wakati huo. Waxa igu dhaliyay in Nilikuwa mhandisi kwa sababu nilitaka kujenga upya nchi yangu baada ya kufufuka kutoka kwa vita, kwani ilikuwa inahitaji, na pia napenda kusoma na kujifunza uhandisi. Ni takriban 5% kati ya wanawake wote Somalia ndio wanafanya kazi katika sekta ya uhandisi. Hivyo kuingia kwenye tasnia hii haikuwa rahisi. bulshada kala kulmay waxa. Unapokutana na mtu anayetaka kujenga, swali la kwanza litakuwa jinsi gani utaamini pesa zako na mali yako kwa mhandisi mdogo wa kike. Tunawezaje kujiamini kuishi na kukaa katika nyumba iliyojengwa na mhandisi wa kike? Tunawezaje kuamini uimara wa nyumba hii? Je, nyumba hii itadumu kwa muda mrefu au itaanguka? Wengine wanasema, tunawezaje kuamini msichana kufanya kazi inayopaswa kufanywa na wanaume? Nilitafuta mafunzo ya kazi kutoka kwa kampuni kubwa. Nyingi zilijibu kwamba hazipeani fursa ya mafunzo ya kazi kwa wanawake. Nilitafuta nafasi hiyo kwa karibu miezi 3. Hata hivyo, inategemea ujasiri wako na kuwashawishi kwamba unaweza kufanya kazi hiyo. Fathi na Sadia waliozaliwa wakati wa vita walisukumwa na fahari ya taifa lao kubaki Mogadishu. Wakati wa Somali wengi walikimbilia ughaibuni kutafuta ajira, leo hii uwekezaji kutoka kwa Wasomali wa ughaibuni unasaidia kuvuta makovu ya vita vilivyodumu kwa miongo kadhaa. Na kinyume na kila aina ya vikwazo, Fathi na Sadia wanaonyesha kuwa wanawake wanaweza kujenga si majengo tu, bali pia mustakabali wa Somalia.